Ukali wa mapanga kuna usalama kweli? Ndio baba. Kuna usalama. Karibuni ndugu zangu. Kwanza umefanya jambo la maana sana kuja kwangu kuomba ushauri. Nawasikiliza toka kwenu. Asante Bwana Kapombe. Umekuja hapa kama nilivyokueleza mwanzo, kwa sababu mimi na mwenzangu mahusiano yetu hayana yani amani wala furaha. Eti Bwana Jerojero, kwa nini mahusiano yenu yamekuwa na matatizo na changamoto? Kwani shida nini ambacho kinawapa changamoto kabisa mpaka mnataka kusitisha mahusiano? Naweza ukanieleza kina zaidi kakusikiliza niweze kuunganisha katika mahusiano yenu? Tatizo ndugu Kapombe nikwambie, ambalo linafanya mahusiano yetu hayana raha, hayana amani. Ni mguu wa babake. Mtaani hapa sina raha, marafiki zangu wananitenga, wananisema vibaya kupitia yeye. Dadangu pia naye vile ananishauri niachane naye. Ananiambia inawezekana amenipa dawa. Tatizo ni hilo tu, hakuna lingine. Ila nampenda sana Asha. Hakuna mtu anayempenda zaidi ya kwake. Bwana Jerojero, jambo la mahusiano ni jambo kubwa sana. Ni jambo ambalo linaweza likaingiliwa na wazazi na watu wa nje ya wazazi. Umenielewa? Kwa hiyo katika hayo maneno ya pembeni na watu wa nje na wewe, hayakusije kuumiza kichwa ikakusababisha kutenga katika mahusiano yako na mwenzako. Haswa kidogo wazazi unaweza ukawasikiliza kwa sababu ni wazazi, lakini hasa wabaya zaidi ni watu wa pembeni. Usiwasikilize. Mahusiano yenu yatarudi na yatakaa smart. Ingawaje kwamba mwenzako anaonekana kwamba babake ana hitilafu, basi usimkandamize. Jaribu kulitetea hilo. Umefanya jambo la kuja kwangu kutokupa ushauri. Naomba mahusiano yenu yaendelee, yasivunjwe na dukuduku za watu wa pembeni. Ukitaka kujenga jambo, wa pembeni usiwasikilize.
Umenipata? Mwenzako analalamika, wewe bado anakupenda, hawezi kukuacha hivi hivi tu, labda kuna kuwa na sababu. Ndio maana akakushika kwamba naye twende kwa mshauri. Hapa kwangu umeshafika na mahusiano yenu yataendelea. Sawa, nimekuelewa bwana Kapombe. Ila mimi nilikuwa na kitu hichi kimoja tu nakiomba. Nimuulize mpenzi wangu, sawa? Yuko tayari nikakate mguu wa baba yake? Sawa, nimekubali. Kama amekubali hilo, basi asiwe na shida. Mahusiano yetu yatakuwa safi na yatakuwa salama. Eti nado umelizia na wewe ante kakate mguu wa baba yako? Ndio, nimekubali. Haya. Sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia unataka ukakate mguu wa mzee? Utaweza? Ndio. Utaweza? Ndio. Utaweza? Ndio. Haya, sawa. Nenda ukajaribu. Haya bwana, sisi tunashukuru. Haya, poa, karibuni tena. Sawa bwana Kapombe. Sana, nataka mahusiano yaendelee kama kawaida. Sawa basi, tukutane kwenye kawa. Haina shida. Kwaje? Asante sana, karibuni sana. Haya. Hapa ndo kwa mganga Mangelingwa, au ukipenda nite Sogo ma. Karibu karibu. Asante. Mimi ni mwalimu, naitwa Mwalimu Azido. Nina shida yangu mimi, nilikuwa nimepokea mshahara wangu wa mwezi huu, na zile pesa zote nilikuwa nimeweza kuziweka wapi? Chumbani kwangu. Nimeweka chumbani, nimetoka chumba nikafunga na kufuri. Mimi nikatoka nje nikaenda dukani. Ajabu yake narudi, chumba kimefungwa vile vile na kufuri. Lakini nimefungua, nimeingia ndani, begi la hela silioni. Pesa zote sijazikuta. Sasa sijui ni mwizi, sio ni kitu gani. Nikasema nije kwako mtaalamu unisaidie kwenye hilo swala. Mshahara wote umeenda na chumba hata hakijavunjwa. Hapa ndo kwa mganga Mangelingwa, hakuna kitu kinashinda vijana. Ndio mganga. Shida yako imeisha. Mwalimu. Naam. Begi lako linaonekana lipo nje ya nyumba yako. Na pesa zako zote ziko. Yeah. Katika hizo hela zako zote utanipa mimi 200,000. Haina shida. Ila lakini itabidi kabla sijakupa hii dawa. Ndio. Itabidi tuwekane masharti. Sawa. Tania dawa. Utafunga kile chungu au kile kibuyu. Ukifunga utakuwa umejifunga wewe. Usiponiletea hela yangu. Sawa. Ati banacho. Je. Moja je. Koma saba. Yapa. Dawa yapa. Ndio. Hiyo dawa itabidi unuie pale. Unuie? Unaishika hivi unainuia. Mimi fulani nafunga hii na hii dawa kwenye kibuyu. Ndio. Kwa ajili ya kunizuia kwamba hela yangu nipate. Umekiona hicho kibuyu? Ndio. Hichi hapa usikiogope, cha king'ati wala kirudi na wala kidungi. Ndio. Hichi hapa kibuyu. Hiyo dawa nakupa. Ifunge pale. Ukifunga ndo umefunga mambo yako yote. Usiponiletea 200,000 yako. Utakuwa umefunga mambo yako yote, hayaendi mpaka uniletee 200,000 yangu. Kibuyu hichi hapa. Usikiogope hichi baba, kidungi wala kirudi. Sawa mganga. Hichi hapa kifunge. Sawa. Jamani. Funga kibuyu. Usikiogope.
Sasa mwalimu, ichanganye nitapeli nikuonyeshe umanjuka wangu. Hapa ndo kwa mganga Mangilingwa, au ukipenda nite Sogo Mangu. Itakutoa mimangu mangu ukinizulumu. Sio kuzulumu mganga. Una sawa. Nayo. Naweza mganga? Unaweza ukaenda. Nashukuru sana. Wanagama. Bwana Kapombe, inaonekana wewe ni mtetezi sana wa hichi kijiji. Wanagama, naomba nisamehe. Kapombe, inaonekana wewe ni mtetezi sana wa watu hichi kijiji. Sasa nataka nijue leo mimi ni nani? Naomba unisamehe ndugu yangu. Naomba unisamehe Wanagama, nisamehe. Sasa nilijiona mimi niko wazi sana kukutea, kwa sababu najua ni jambo baya sana kwa maamuzi ambayo mimi nilijiona niko natenda wema, lakini kumbe nimekukosea. Basi naomba unisamehe. Siwezi kukusamehe kizembe. Lazima ujue mimi ni nani katika hichi kijiji. Sasa nakupa onyo. Ole wako ukaseme kwa ulichokiona hapa. Sito kusamehe tena.